Alright, mabibi na mabwana, mabinti na vijana, majenzi na cousins. Kama kawaida, this is Dead on Arrival podcast and I'm going and I what? Biski kizungu. And I go, yeah. And I go by the name The Dead. And I'm on, aka the Duke of Lohove, aka the Duke of Wampa. Okay, I'm going to suspend my introduction. I want to talk about something. Okay, we've just arrived. Now talk about something. Currently, as we speak, I know so many people are scared of talking about it. About what? But there's something that is happening in this country. Mm-hmm. Let it happen. No, I'm going to speak on the most sober mind possible without stepping on anybody's toes. Mimi nishainua mkono juu, tafadhali. Continue. We've had a country where the cases of police brutality is on the rise. And if we continue with that kind of trend, it will reach a point where the citizens will reach a boiling point. True. And They if did that once. comes, no, that one was peaceful. They did once. That one was peaceful. But ilikuwa signs. Yeah, that one was peaceful. Ishara. But if this thing keep happening on the rise, the citizens will reach a boiling point, and the hell will break loose. Currently, the country is mourning a death of a young, not just in the young guy, but I hear there are others. There's someone, I don't know, 4 who are killed in Nakuru. Esikuwa na maandamano leo asubuhi. Niliona maandamano Nakuru. So we are still dealing with whatever happened. We are still dealing with whatever. London, sindo? We are still dealing with whatever happened in Nairobi. Then boom, another one is in Nakuru. So I'm just calling out the National Police Service should call to order. And the Independent Police Oversight Authority. No, this one I'm dealing with the National the Police National Service. Police Service. Because IPOA investigates the NPS. But National Police Service in our The ones that are keeping law and order and stuff. oversee its members, the police officers. So the National Police Service should restore order in the police service. Because whatever the policemen are doing, today, they might think they're getting away with it. But tomorrow, the citizens will get out of rage. Because remember, we have a shortage of police officers in this country. What? Jiunga na force. Police wako short. No, it is a ratio of 1 to 1,000 per citizen. Kwa inafaa ikuwe ngapi? At least 100, 1 per 100. Oh, yeah. It is a ratio of almost 1 to Hiyo ni over sheria 1,000. gani ya US ama ya Kenya? No, for us Sa to... polisi mmoja anaweza linda aje watu dhao. Sasa yako job, shauri yake. But do you care about someone who is being paid? Do you know why? For example, last election we breached. Last year, the youth breached until parliament. Because we had demos across the country. So polisi hawakuwa No, watu waliruhusiwa kuingia. No, polisi hawakuwa enough. Wewe ulikuwa nalala hapa. I was in town. Polisi hawakuwa enough. And if such a similar thing happens, that is why, for example, demo za Raila huwa zimekuwa zinasumbuanga serikali. Because they happen almost across major towns in the country. At the same time. So unapata deployment imetapaka. And we have a shortage of police officers. Sijuzi wamesema recruitment ni online. Online? Yeah. Hakuna kupima ile kitu. Ndio rashiro sa online. Acha hiyo ni rahisi. Hiyo naenda tu na hack system alafu naweka jina langu kwa system. Mtakimbia online steps, utakuwa unashare ile app yako ya steps. Ama unaweka kwa video call. Now jump. So hiyo nayo ni scam. Recruitment online. Should call itself to order. Then whatever happened to the young guy, Albert Ojwang, manze RIP tu. Lakini pia sisi wa Kenya pia tusiwatch movie sana. Wakenya tumewatch movies za America sana, whereby polisi anakushika na kwambia whatever you say or do will be used against you in the court of law.
So we unaropoka unaleta nguvu mingi, but ujue ya watu wa Kenya si watu huku nagongwa kama mwizi tu ameiba tu nini inaitwa aje mayai hapa nje, ndio by the time unafika kwa cell umegongwa kabisa. Unaona, so kitu iko ni ile we know our rights, but polisi wataki kutupea hiyo right yetu. So sasa hii polisi akikushika unaongea kidogo ushapigwa. Ukinyamaza tena shida. So mnataka nifanye aje polisi? But so shida inatokea kwa polisi. These people they are not well educated. So wale wanachukua watu wa D. From now waanze kuchukua watu wa A. But si wametrainiwa. But training is hata wewe unaweza trainiwa na niko class 2. Mtu wa A akiongezwa kiburi ni mbaya hata kuliko mtu. So bunduki inaongeza watu kiburi. Imagine do you know do you know the kind of training those guys go through Kiganjo? It's what hardens them. There is nothing like hardening. Akona kinako harden. These people they lack education, they lack heart, they lack kama mtu wa A ndio akipata pesa ameandikwa kazi ya 30,000 anaongea zile kisungu kubwa. So bana hiyo kitu tu iko tu kwa kila mtu wa life. Analipwa hiyo 30,000 na ameongezewa sheria. Mimi nilipata F shule. Na I'm very sure nikipata tu pesa kidogo definitely I will change. So hiyo kitu iko kila mahali. No, imagine mtu wako intelligent yenye you know you are right. Na amekushika na ko intelligent pia. Bana polisi wanakuwa intelligent. Okay, let's think mbona kuna nini? Si kuna hii sector naanza na intelligent of what? Watch hiyo CIA and something. Hiyo. But mbona polisi wana hiyo intelligent? Acha tufikirie no, NIS ni watu wamesoma. NIS sio ATD. Uko ni A. NIS ni watu wamesoma kabisa. But now our police kitu wana lack. Kuna trainings hawapewi. No, but kuna classes they don't attend. Acha hawa junior officers tuachane nao. Kuna hawa senior officers wenye au ndio command the junior officers. Mtu jake kuambia nataka muende mshike mtu fulani mbembeleze. According kwa law za jeshi a commandment ama what any order you have order is an order, you have to follow right or wrong. Right or wrong without any questions. Sema wewe ni corporal na sergeant amekutuma. Ufai kuuliza maswali. Ufai kuuliza swali. What for? Chenye umeambiwa you go and as long as ako one rank ahead of you. Don't ask any questions. Sasa tunaweza laumu hawa junior officers but yet hawana receive easy orders from the seniors. Yeah, hata wewe uende hapo na A na wewe ni corporal na sergeant ako na D alipata E na amekupea instructions unafuata kama kondoo. You have to obey it. So vile nilikuwa nasema these people kuna tu they are not being taught. No, they are being how they are not being taught how to deal with the people, how to respect other people's rights. Polisi akikushika bana na kugonga sifu ulishikwa ugongwe. Exactly. Because mimi what I know, polisi akikushika there you are going to be disciplined. Discipline doesn't mean unapigwa. No, hata saa zingine kuanga hata si kitu ulifanya. Before I realize siwe ulifanya kitu. Ushafinywa already kidogo nasikia mwili iko sawa. No, but that's one. Kuna videos mingi tumeona wa Kenya mtu anaanza to pick up police ndondi. Unaona, because this guy anakusinya. Unajua hapa and that's why hakuna a good relationship between mwananchi na polisi. But hiyo ni kila nchi hakunanga relationship. No, but yetu naye inakuanga wazi. Yetu naye ni. Mimi nakumbuka drama za Nigeria na South Africa. Mimi nakumbuka tukiwa home ile samko mnaenda ku watch ball. Alafu mtoke late msikie tu ni gari ya polisi hata inapita tu manze mbio mnatoka pale. Hata una mistake. Lakini tu usishikwe. Because pia these people kikushika wanakushika una kesi wanakuwekelea kesi hakuna. Of course at loitering and meandering around without any nio. It should just then mtu anakushika Nairobi for meandering and loitering. Then unajua Nairobi is a city. Watu wanafanya kazi 24/7 siji kurandaranda siji whatever unashika juu ya kurandaranda. Na wewe umetoka mjengo, kuna siku na wachana wanajenga mpaka usiku. Then wewe kama sometimes uko na fare. Uko na fare umeamua kutrek. Ufike. Unafika mtaa unashikwa kurandaranda. You are walking suspiciously. Wewe acha kuna siku. Kwani suspicious ni gani? Alafu ikuzungusha yenyewe
enye uzungusha watu. Unajua mimi nishaishikwa Ruai around saa 3. Ulikuwa unafanya nini huko saa 3? Tulikuwa kwa club, mimi ndo nilikuwa atini manager pale, nilina hatukuwa na license, alika license. Sasa si huyu alikuwa na shida, alikuwa na license na operate. Ilikuwa ime-expire so But ya hukuwa nayo. Unajua tu system za kanzu kulipia. No, but ya hukuwa nayo. Ilikuwa but tulikuwa ndio. No, but ya hukuwa nayo. So at that moment nilishikwa hukuwa nayo. So it was an offense. Thank you, it was an offense. Hatukubishana, tukashikwa. Ni saa 3 hivi. Unajua hiyo lap tulizungushwa hii town hadi saa 9 ndio tunafikishwa Mwiki. Si bado wanatafuta wengine. Tukosa kutafuta wengine, ni mnazungushwa hivyo ndio mtoe kitu kidogo muachilie. Like you make some calls. No. Waambie polisi they tell you utoe kitu kidogo. Of course. That's what they want. No. Polisi akikushika na kuambia piga simu. Don't assume. Piga simu. Don't assume. Unaambiwa unataka tulale kwa cell. Piga simu. Si ndio, enda ulale. Sasa si ifauna si inamaanisha utaenda. No, hapo ushamuonyesha hadi SMS ya nini ulilipa nayo. No, you look like somebody who wants to give money. Let me okay, I know there's some point I think I did hata kama ninajitolea. Nilifanya makosa, nilishuka hapo juu SGR. Unajua ndio SGR nini expressway. Ufai kutembea huko juu. So kuna time nilidropiwa hapo UN. Hiyo exit ya UN. Tukasema tuacha nitembea hapa ni. Juu wale walikuwa naenda kutoka na James Gishuru. Sasa mimi nikadropiwa hapo. Nichuke tujua hakukuwa na hii exit ya Tao. So nikashukiwa hapo. Nitembee nirudi stage, mimi nipande gari nirudi. So kushuka si wakanisimamisha hapo mwisho. That kwa nini umeshuka hapo na watu hawajui kufanya nini na nini na nini na nini. Sasa mimi nimemwambia sasa mimi nimedropiwa, sasa nitafanya nini? Ningeruka chini nikuje huko. Wakaniweka hapo kando. Like ile wanacheza na psychology yako. Kaa hapo hapa. Ndio ujifikirie. Ndio ujifikirie kama uko na pesa uanze kuwaongelesha. Mimi nilikaa tu. Na wewe ulipatana na polisi. No, hata wao hawakujisumbua. Hata na sikuwa na sweta na kulikuwa na baridi kama kitu kingine. Hawakujisumbua. Wanaongea tu wakiniangalia tu. Hata mimi nilikaa tu. Hiyo baridi yote ilikuwa inanipiga. Ilinipiga, ikabidi kuna gari nyingine ilikuwa na nini Land Cruiser ilikuwa inakuja. So wakanithreaten. Nipande wanipeleke Central. Mimi nani si nilipanda. Uzuri huyo mtu wa hiyo Land Cruiser alikuwa anakuja Inda. So akaniuliza kwa nini au watu wamekuweka hapo. Ulikaa nyuma au mbele? Ulikaa nyuma. Walikuwa watu wawili, so akaniweka huko mbele ndio nisiruke. Msana ride mbele ya gari ya serikali. Wamemwambia wanipeleke Central juu. Nime break sheria na hawaizi toka hapo. So the only way juu hakuna mtu nyuma upatiwe lift. Nikalishwe mbele juu nikiwashwa nyuma naweza fanya nini? Naweza toroka. So nikakalishwa mbele, wakanidanganya na tupingu kidogo, then wakaanza kuniuliza hata kwa nini umeshikwa bla bla. Nikawaelezea tulikuwa tumetoka Kite, watu tumetoka nao wameenda James Gishuru, tulifuata expressway, mimi nikadropiwa hapo. Nifanye nini? Niende home. Wakasema walikuwa naenda Inda. So wakaniuliza wewe unakaa wapi? Nikamwambia mimi nakaa wapi? Nakaa Umoja. Sawa, wacha tukupeleke. Wakanitolea pingu, tukapiga story. Hata walizunguka, waliniacha hapa Doni ndio wao wakarudi. So then okay, personally policemen, they are partly not bad people. But one problem they have is following orders. Hiyo kitu alikwambia. Orders. Mdosi akikwambia endea huyo na umlete hapa. Usifai kuuliza maswali. Hata kwa ndugu yako. Now, that is the biggest problem. Endo na mlete. Hata hii situation yenye imefanyika hii ya huyu jamaa. So naona so many questions are coming out. Alienda akashikwa huko Mawego. Mawego kuna police station. Homa Bay kuna police station. Oyugis kuna police station. Kisumu kuna police station. Kisii kuna police station. Kaplong kuna police station. Bomet kuna police station. Nakuru. Alipita hizo zote Naivasha. To make it worse, Homa Bay kuna high court. Kesi yenye ameshikwa nayo sio criminal offense, ni a civil case. Yenye
mwenye amefile angefile, yeye akuwa summoned, aende kotini. Even if ameshikwa, angelalishwa Mawego police station, on Monday apelekwe Homa Bay High Court. Afunguliwe kesi. Lakini orders zilikuwa but orders zilitoka. Si unaona chronological events nasema alitolewa home akapelekwa Mawego police station. But hakuna entry yote ilifanywa. Akakaa 30 minutes akaletwa Nairobi. Kwa nini orders zilitoka Nairobi? Endeni huyo jamaa mumulete hapa. So huyu jamaa wa Kenya wamecamp kwa mlango yake ndio nani sasa? Deputy Inspector General. Deputy Inspector General. So yeye ndiye alitoma hiyo order. Yeye ndio according to Inspector General, he is the complainant. Yeye ndio alifile the complaint. Yes. Yeye ndiye alileta malalami of which complainant yake hata haina record. Ni complainant ya mdomo. Yeye ndiye alifile complaint ati kuna watu wana defamation case wanamharibia jina. Defamation. Yeye ndiye alikuwa anaharibiwa jina. Yes. Kwa kumaanisha orders za kushika huyu jamaa 90% likelihood zilitoka from the seniors. Yeye zilitoka kwake. Allegedly. Anyway, rest in peace the guy. Young people, so are going far. May God see you in the next life. Yes. So let's wait. Wacha tuwape time. So and again another thing, as young people, definitely nothing will happen. Serious. So as young people, because we can't compare this guy na Ngondowero. Ngondowero alikuwa MP. And up to now nothing. Hiyo ya Ngondo pia whatever you say can be used against you in a court of law. So jamaa mwenye the main suspect anauliza ati nani huyo ana oppose bail, alafu anaambiwa prosecutor ati huyo tutaua, na sasa yeye anasema wakati polisi yako hapo, polisi akaenda kasema hapa walisema watakuua. So kuna tu vitu zikifanyika as much hata kama tutapiga kelele kiasi gani, there's nothing, kitu kitakuja tu hapa mbele taifunika. Imagine a scenario kama ya Ngondowero before ziko ilikuwa moto hivi. Imagine okay, for Ngondowero ndio investigation ifanyike hivi haraka, the politicians themselves, his fellow colleagues walipiga nduru. Imagine hiyo jamaa angetolewa huko akuje na uwawe na tusiongee. Umeona within yesterday alone National Police Service ilitoa press conferences ngapi? 4 statements ya kuongelelea chronological events ya death ya huyu jamaa, na all the 4 statements they were contradictive. So imagine hatungeongea, hata IG angeitisha press conference, angefuta watu, angesimamisha watu kazi pia, na angesimamisha watu kazi, like the country would be going on normally. Hata nini anaitwa aje huyu wa pathologist hawange kuja na independent. Si Johnson alikuwa Bernard who? Si Johnson no, huyu ni nephew wa Johnson by the way. Wako related. Johnson. Tangu nikiwa mdogo nilikuwa nasikia to the government pathologist Johnson. Huyu ni nephew yake, so alikuwa tu kwa team lakini hakuwa the chief pathologist. Hakuongea this time. So had we not been talking until now, everything in this country would be running as normally, because we've even forced the political class to come out and begin commenting on this matter. Today the whole of parliamentary session, both National Assembly and Senate, imekuwa tu hiyo stuff story. So we're waiting for nini ya president atatoa any for what? Na nasikia sijui between anafaa kuwa na press conference maybe you guys when mtakuwa mnawatch maybe atakuwa ameongea, maybe Ngondowero alitoa press na ni rais no. So you should know lens. So kama MP aliuliwa so, but alicomment, hakuita press conference, so mna expect normal mwananchi, he even posted alicomment. So mna expect president a waste all his time aongele normal mwananchi. So but that is why he's the president. Normal mwananchi so how about my MP? My MP was not a nini? No, but okay. So hii na ya MP gani ilikuwa kali zaidi? Alicomment. Okay, comment hata sasa atakomment. No, but ya MP haikuwa in the hands of the police. You see now this is a different case. Huyu ni mtu amekufa kwa seli ya polisi. Wacheni kusumbua president. Wacha tu polisi wa deal na hiyo kesi kivya. President akue tu na kazi yake, anapigia mkubwa.
How far? How far? Maliza show. How far? So president akuna lot of things ya kudu. Sahii president anafanya tujengia barabara launch barabara. Maliza show. So Ana launch affordable. nataka president bana kwa vitu police ndio make mistake. Ana launch affordable house. But is the guy in Ona charge. sahii president I'm very sure kuna pressure kama ni kitu yeye pia imemguza, kuna pressure sha press to these people who are supposed to do these things. Sawa man, I want these results by tomorrow. Tunaonaga hizi vita di kwa movie. Ama ile movie tu in real life. Criminal mind sana. If these things happen, president anapiga tu simu. No, I want these things sorted once and for all. Yeah, but either way, also design afa wafanye job yao. Yeah, for the first time nimeona serious homicide crime imefanyika, but sijaona DCI boss kwa press conference yoyote. Lakini hii alikuwa. Hii ya sahi. Hii. Shit, nule msewa haipoa. Ako busy. Hajaongea hii. Juu, reason being, from kwa kina huyu jamaa to Mawego police station, from Mawego police station to Nairobi, sio polisi walimwendea. Ni DCI. Ni DCI. Okay. So DCI ndio walimshika kwa. So kuna foul play. I have a feeling kuna foul play yenye DCI inajaribu kufix NPS. They made a mistake, then they ran away. Ndio maana hawajaongelelea hii story hata saa hii. Na ni wao ndio wanafaa kufanya investigation. Yeah. They've done totally nothing. No, the deputy Nisha alikuwa nini, the deputy DCI something alikuwa kwa press conference ya IG. So that's why nawaambia he was around before president aongee. Kuna a lot of people hapo wanafaa waongee kwanza. Kama au DCI they should be the people, because if crime imefanyika nani anafaa aongee? Si DCI. Wao ndo wanachunguza hizo vitu zote. Hii hawajaongea hata so hizo statement. President hawezi ongea kama IG alikuwa anatoa yake, DCI anatoa. IG anatoa, DCI anatoa. So nyinyi relax, tusubiri DCI. So inamaanisha hii Kenya kuna mahali unaweza jificha kama sasa ametolewa paka ushago kwao. No, kama unataka kujificha utajificha. Ukitaka kujificha. Si unaona Collins, anajua Collins Jumaesa. Yule wa Kware. Ako tu mahali hii Kenya. But ile nice, ile nayo tulicheza mkuu. Ile nayo tulicheza mkuu. Wewe niambie, jamaa alikuwa gaindako ama alipelekwa panga nini Gigiri. Nimewahi kuwa Gigiri. Unataka Gigiri wewe? Wezi. Ndio sasa niambie wangapi wako huko, like alifika wakapata wangapi huko ndani. Unajua Gigiri kwa surrounded na kina nani? Embassies ngapi ziko huko? Utatoroka tu aje Gigiri. Unajua hii Kenya kuna tu vitu tumenyamazia tu ile tu. Hatutaki kufuatwa na DCI, hatutaki. Collins Jumaisa si amejificha. Hajaipatikana hadi leo. So kuna a lot of kuna watu na if ni true yenda alifanyaga hizo vitu, then I think pale nako walitucheza. If ni true alifanya pale walitucheza rahisi tu. Hata even from the arrest venye alikuja akashikwa na akapelekwa mpaka kwa polisi. We all knew huyu jamaa atapotea tu, na hata haikuchukua siku 3 akapotea. Serikali wanisamee, lakini msinikujie tafadhali. Mimi ni yatima. Fika tu hapo. Usiongee kitu kingine. Mimi ni yatima, but serikali natubeba kufala sometimes. Wanatuonaga sisi ni kama huyu mtu aliua nini MP. Alipatikana hata before akanyage border. Na ni mtu mwenye alitoroka akachukua border kutoka hapa hadi Narok. Ni akapanda mat kwenda Sirare. Border kutoka hapa Narok si utafreeze. Alichukua Bolt. Akamwambia I'm paying you double. I'm paying you. Ya kuenda na kurudi, so don't worry. So unaona kuna vitu mingi zinafanyika hapa, but kuna people wanachukuaga wanabeba hiyo msalaba. All of a sudden huyu mtu hautawahi muona tena. Kaambia mambo ya serikali ni tricky. Kuna mtu anakuja hapa anaitwa the dead on arrival. Sawa? Sasa hiyo ndo jina tunaambiwa anaitwa hivyo. But ukiangalia hata mahali unasema sijui anatoka Emuhaya, hakuna hata mtu wa Emuhaya anamjua hata. Anaitwa hiyo jina. Hakuna mtu anamjua hata mmoja kwa hiyo area, but according to ile information tunapewa anatoka wapi? Ebusakame.
So nashindwa serikali wanatufanyaga aje. Unaona? So unapata kama huyu boys wa Kware, I'm very sure he was used kubebia mtu msalaba. Hiyo tu ndio ilikuwa kazi yake. Utapata alikuwa CID. Anabeba tu mtu msalaba then story inaisha. Nini one thing from my time hata nini Kilimani, you can pinpoint this au ma CID. Unaambiwanga yule ni CID, usijaribu kuongea nini ako station dapo kufanya nini ku collect information. Like I've come to realize usionange tu mtu kila siku anaamka akienda kukaa tu mahali kupiga story every day na udhaningi huyu mtu ana kazi Nairobi. Nikasikianga kuna wengine anauza gazeti tu mahali. Man. Anashainisha viatu. Na ukienda kwake akona 120 inches TV. Ama mahindi. Na anauza sweets one bob kwa barabara. Na utapata anaishi, tuseme hata anaishi Doni. Rent one bedroom huko ni kama 15,000. Analipa aje? Na anauza sweets. Na kuna watoto wanaenda university. Na anauza sweets kwa barabara. So nilikuja kujua hii Nairobi usionange tu mtu ameenda amekaa mahali anafanya kitu. Alafu hata watu wa boda na watu wa Uber. Umekaa tu kwa Uber unasikia tu mtu anaanza kuuliza hii gava by the way. Afande please. Ushaanza kasongo. Yeye umekaa tu anakupeleka mahali anaanza by the way gava siku hizi afande please. Tafadhali. Because wameemployiwa mpaka kwa boda na kwa Uber. Okay. Inaitwa intelligence. So tusiropoke sana kwa taxi. Bro. Even if napiga na hiyo story, limit your time. Learn whatever you release from your mouth. Rudia hiyo statement in a professional way. Tafadhali. To people who are ropokering kwa nini. By the way, tunaropoka sana. Mi juzi jamaa ameniambia story hapa. Walai nilimpea story yote na huyu mtu simjui. Kwa Uber. Simjui. Kutu pale back left sasa ndio kusema. Rudia hiyo statement bana. Tutatoa. Bla bla. Tell what the truth. If today Nairobi usionange tu mtu tu amekaa tu mahali ati huyu kuna kazi anafanyanga but he or she wakes up every morning kwenda tu kukaa hapo, but ukimwangalia maybe yeye na kitu anafanya they contradict themselves. True. So you wonder huyu jamaa anatoanga pesa wapi? Na mahali anakaanga unapatanga akona watu wanakujanga kupiga politics sana hiyo area. Yeye ni intelligence wana collect. True. Upande Uber ya mtu then from nowhere tu ameanza stories za gava. Tafadhali funga mdomo kabisa, usichangie hata kidogo. Ongelelo hangla. And if you must changia, sifu serikali please first sieve, filtrate whatever comes out of your mouth. True. Uko kwa boda from nowhere tu mtu wa boda ameanza bada hii gava inatufanyia mbaya, sikia tu baridi fufu na uko please afande please, because they are NIS wako kila mahali, CID wako kila mahali. Alafu sasa unalipa na simu na namba yako hiyo hadi kwa socials. So umerequest siku hizi hadi hizi app za kurequest taxi wanakuambia uweke hadi picha yako, si ndio? Sasa ukishaka namba si ndivyo anajua mpaka kama mimi yangu niko na place tu, nikiwa nje inaniambia nafanya tu home, hata sifinyi place naenda home, inakuleta paka nyumbani. Wanajua paka kwa mlia. Sikoje tunala tusikie. Hadi kwa socials unapata our influencers. Unapata mtu ako na account na anatumia Sweden like it's your real name, ako na following na ana tweet kila saa. Some of them ni CID. Kama nasikia for example okay don't mention that. Kuna it's a prominent account. It shares the news. Almost every now and again. Updates unapata hata zingine watu tunatoanga posta zao tunaweka status na bla bla bla. I'm told it is run by NIS. Ndio. So uko pale una comment tu. That's why mimi I don't comment on people things too. Hata kama hizi my YouTube channel. So I watch but I don't comment.
Heri fanya so hivi. unapata fire hapo emojis. amekufuelia rage anakuspectate hapo mpaka mna exchange number. Anakuja paka inbox Mpaka anakufollow, unapata account iko na 230 followers. Wewe uko na follower 200 imekufollow. nafikiri umemake it. Now kuna hii pia, that's why watu siku hizi wanatengeneza proxy sim cards. Ushakutana na proxy sim cards kweli? A lot of people, wewe najua jina yako kamili, sawa, but ukinitumia naleta Jocinta Wandega ama Jocinta Tieno ama Jocinta Siprosi. But you are killing Jocinta. But number ni ya, But you are killing Jocinta. number ni yako. Jacinta is someone who is not in the picture. Ayuko. What if So this what these people do. Sawa? Jamaa kuna a lot of apps wanatumia. Then ile kwa system ya Safaricom ama ya Airtel ama whatever inaonyesha details ni zake. Sawa? But akikutumia inaita jina tofauti. Sawa? So hii transaction kwa system ya Safaricom haiko. Unasikia? Sawa, pesa imetoka kwa account yake ya M-Pesa, but kwa hata kitoa statement sahi, hiyo transaction haiko. Namba amekutumia nayo ni namba yake. Sawa? Namba uko nayo namba yake, but jina imekuja nayo si yake. But kwa system ya Safaricom ama Airtel Money ama T-Cash whatever, wao wanamjua na jina yake real. But akikutumia tofauti, akilipa bills tofauti. Ndio inakuwa hard kutrace. So utatrace huyu jamaa, utapata jina haiko hata Jacinta Wepukulu. Sawa, akienda kudeposit inakuja jina yake. But akituma jina tofauti. Ziji wanaziita proxy sim cards and things like that. Yeah. So Wakenya wana live in fear because serikali imetuweka like to live in that fear. Hata kuna interview mpaka siku mingi tunajificha. That's why unaona siku hizi hata watu wengi walipi Kenya Power na sim cards zao. Mtu aje kutumia like Akins ni kutumia pesa nilipie token na akuna so anataka akukarange. Si akukarange, anaficha white. Mimi naambianga sikutakuwa bilioni. Kuna tu mtu anashindaga tu dead si nilipie token. Hadi unashindwa rada ya huyu. Yeye ni mwenyewe anakutumia na unamlipia token alafu unamtumia kwa simu yake. Hizo vitu zinakuwa scam. This is someone who is running from something, nataka ajulika. Because the moment this is what government do. I've worked with government for some years, and things like that. This is what government do. This is what they does or what they do. NIS Sawa? So if these people are tracking you, kwa mfano sai serikali wanakutafuta, wako na namba yako, it's very easier watakupata. One, wataenda kwa system ya Kenya Power tupatie details za huyu mtu analipaga token wapi. Sai stima ikipotea ukireport utaweka mita namba yako. Mita namba inajulikana iko place fulani. Umoja 1. Sawa? So the moment Kenya Power imewapatia inaitwaje access to data yako, watajua hii mita namba iko hapo pale kwa yole kwa kona na place fulani. Wewe umechill tu kwa nyumba, una watch TV yako, unafanya umejificha, then pup tungungung fungua mlango. Nashinda watu walijua kwangu aje. Bekuma wafuata mita namba. Wanafuata mita namba. Another thing, pesa mahali una deposit. If you want to, kama unaishi around na unajua unafanya biashara mbovu, don't deposit pesa area yako. Advice. That's the truth. Kwa unataka tembea hadi Inda. Endo deposit pesa huko. Unatafuta Inda na wishi Inda. Sawa, endo deposit pesa huko. Like, okay, this is the advice I'm giving people who are using mobile money. If you are depositing money into your M-Pesa or Airtel money or whatever, don't deposit pesa kwa jirani. Ati unaishi hapa first floor, mtu ako na M-Pesa hapo chini na nini yake pale chini. Unapanga mtoto, ambia mtoto aenda weka pesa kwa akopaka na ID namba yako na kila kitu. A very big mistake we are making as citizens of the Republic of country tuko. Sawa? Tembea 1 kilometer away, ongeza steps. Sawa? And deposit pesa huko, rudi for your security. One day when government are looking for you, watakuwa na hard time ya kukupata. Because wewe mwenyewe haulipagi stima.
sawa, una deposit pesa in una deposit pesa inda M-Pesa nasema Jacinto. mwisho wa siku these people wako na pia na sim card ya kucall. Watu wako wise, they know wanafanya dirty businesses and you know wako na sim card ya kucall watu. Ile sim card yake kawaida WhatsApp peke yake. Ukimcall nayo achukui. Usinipigie na hii. Sawa, then yeye atakukall. Ni dead, ulinicall. Sema. Sawa, ukinitaka ni call hii number. Unasikia. Sawa, but now this number is not registered to his name or her name. Sawa, atakwambia hii number ni auntie yangu but watu wanajua sana for communication. So each and every time you should chill with me, niwaambie community. Hii siri angetuambia tu chini ya maji. Sasa ametangazia kila mtu. Sasa si siri tena. No, I'm trying to help our fans. Afande, please. Hata serikali shasikia. Afande, please. But that's the truth. The same way tulikuwa tunaongea story ya kupanda nini taxi na unafunga mdomo, is the same way these things are happening. Taxi na mimi nijikute. Unless kama tunaongelea music. Unajua serikali inaongeza DCI budget 150 million. So wanaandika more. Na the moment wanaongeza DCI ya kununua software ya kuatrack. And we are also growing wiser. Because Fast and Furious ilikuwa na God's eye. Kwa Fast and Furious plan iko na God's eye. Ni 7. Ile wanakuona tu. Sisi pia tuko wise, so we know a lot of things. Kununua God's eye. Nana. So as from today, if you want to convince ama kuchallenge government kidogo, because ajua we are not challenging the government. We are not challenging government, but we are running away from some problems. Yeah, we love the government. Criticizing what they are doing wrong. So that's how people are surviving. People are doing dirty businesses. Watu utawai wapata. Unaona? So you know those who are doing dirty business. Ile tu dirty business ni kuuza makao mkono na chafuka. Nice one. Enough with the nini before tuanze kuropokwa tuseme vitu zenye haziko.